Nasema kwamba hatujachelewa au hujachelewa kurudi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi hata somo hili ambalo tunaenda kujifunza, yani limo humo. Bwana Yesu asifiwe. Maana kwamba yatupasa turudi kwa Mungu, na nini kitupasacho baada ya kurudi kwa Mungu? Maana amesema kwamba hatujachelewa. Bwana Yesu asifiwe. Hatujachelewa. Sasa ni kwamba turudi kwa Mungu, na nini tufanye? Kwamba tutunze utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kurudi tutunze utakatifu, na hili ndilo somo tunaenda kujifunza, kwamba kutunza utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kutunza utakatifu ndilo neno tunaenda kujifunza. Kwa anayeandika kutunza utakatifu, nini maana ya utakatifu basi? Bwana Yesu asifiwe. Utakatifu ni vile mtu aishivyo kwa kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utakatifu ni vile mtu aishivyo kwa kumpendeza Mungu. Kwa mfano, katika matendo, katika usemi, katika kuwaza na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba utakatifu ni ile namna mtu anavyoishi kwa kumpendeza Mungu, kwa kumpendeza Mungu. Kwa sababu tukisema kwamba kwa kumpendeza mwanadamu, wakati mwingine hamna. Kwa sababu mwanadamu utamtendea mema, lakini mwisho wa siku ule wema tausahau. Lakini Mungu ujapomtendea wema hawezi akausahau kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anapaswa kutunza utakatifu, yaani maisha baada ya wokovu kuwa matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mtu aliyemwamini Yesu Kristo kwamba anapaswa kutunza utakatifu baada ya wokovu. Anapaswa kutunza utakatifu, maana ndicho kilicho kikuu baada ya wokovu, kutunza utakatifu. Baada ya kumwamini Kristo na kubatizwa, maisha ya wokovu yanaanza. Bwana Yesu asifiwe. Maisha mengine yanaanza, kwa sababu anasema kwamba ya kale yamepita na tazama yamekuwa mapya. Kwa yale ambayo yalikuwa ni matendo ya zamani yanakuwa yameisha. Sasa umeuanza wokovu. Sasa nini kupasacho? Kuwa mtakatifu, kutunza utakatifu. Uwe mtakatifu hata kufa. Maana pengine wanasema kwamba uwe mwaminifu mpaka kufa. Namna ya kutunza utakatifu. Namna ya kutunza utakatifu, kwamba namna gani sasa wewe uweze kutunza utakatifu. Namna gani mimi niweze kutunza utakatifu. Mambo gani ambayo nitafuata ili kutunza utakatifu. Mambo gani ambayo utayafuata ili kukaa uweponi mwa Bwana kila siku zote.
kuna mambo ambayo yatakusaidia, kuna mambo ambayo yatakusaidia. Pasipo hayo mambo kamwe huwezi, huo utakatifu huwezi ukautunza. Kunakuja kwake Mungu, pia kuna kutunza utakatifu. Hapa tumekusanyika kwamba tumekuja hemani mwa Bwana, tumekuja kwa Mungu, lakini hapa tutatoka. Kuna muda utafika, tutatoka. Mimi nitaenda nyumbani na wewe utaenda nyumbani. Sasa ukiwa kule, namna gani utaishi? Ili utunze utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Basi twende tuangalie mambo gani ambayo yatatufanya tuweze kutunza utakatifu. Haleluya. Amen. Jambo la kwanza naandika kwamba kufanya mapenzi ya Mungu na kufuatisha namna ya dunia hii. Kufanya mapenzi ya Mungu na kufuatisha namna ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona kwamba ni kufanya mapenzi ya Mungu, yale Mungu ambayo yanampendeza. Bwana Yesu asifiwe. Yale yanayompendeza Mungu, kwamba ndiyo yanayotupasa kufanya. Sasa ni yapi yale ambayo yanampendeza Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ni matendo mema, ni kuwa na upendo, kwamba na kufuatisha namna ya dunia hii, kwamba na kufuatisha mwenendo wa dunia hii. Dunia hii jinsi inavyoenenda, tukiangalia mwenendo wake ni mbaya sana. Watu wa dunia jinsi wanavyoenenda, ukiangalia matendo yao ni mabaya sana, yanakinzana na mapenzi ya Mungu. Hawafanyi mapenzi ya Mungu. Wao wamekuwa ni walevi, wao wamekuwa ni wasengenyaji, wao wamekuwa ndio walio vyanzo vya makwazo. Wao ni wazinzi, ni waasherati. Ili kuweza kutunza utakatifu, anasema kwamba ni kufanya mapenzi ya Mungu na kufuatisha namna ya dunia hii. Tusome kitabu cha Warumi 12 mstari wa 2. Warumi 12 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona kwamba mstari unasema kwamba wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa tumeona kwamba kufuatisha namna dunia hiyo, jinsi ambavyo neno la Mungu limesema ya kwamba
ndiko kuutunza Ukristo. Waefeso 5:15. Waefeso 5 mstari wa 15. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Yaani uangalie namna gani unaishi. Sio kama wale wasio na hekima. Wa dunia hawana hekima. Anasema bali kama wale walio na hekima, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba ndio walio na hekima. Kwa anasema tusifuatishe namna dunia hii, bali tuatende mapenzi ya Kristo. Ya pili, kujitenga na kila aina ya ubaya. Namna gani uweze kutunza utakatifu? Kujitenga na kila namna ya ubaya. Hapa kuna kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 22, Wakorintho wa pili 6 mstari wa 17, Zaburi sura ya kwanza 1 hadi 2, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 22, Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 17, Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa pili. Naomba Biblia tusomee huu mstari mmoja tu wa Zaburi sura ya kwanza mstari wa pili. Wengine utasoma ambayo ni juu ya hii pointi kwamba kujitenga na kila namna ya ubaya. Lakini tusome hii Zaburi, nyingine utasoma kwa muda ule utakapokuwa una nafasi. Mungu anasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Amen. Amen. Kwamba heri mtu yule, kwamba ni heri mtu yule ambaye haendi katika njia ya wakosaji, ya wasio haki. Bwana Yesu asifiwe. Heri mtu yule, kwa sababu amejitenga na ubaya. Kwa sababu katika ile njia kuna wakosaji wa kila namna. Lakini neno linasemaje? Pointi linasemaje? Kwamba ni kuepukana na kila aina ya ubaya. Katika hiyo njia uiepuke ili kutunza utakatifu. Kwamba wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha. Barazani pa wenye mizaha kuna maovu. Pia pale kuna maovu yanatendeka, yanafanyika. Lakini yeye kwa kuwa anautunza utakatifu, maana yake ameambiwa ajiepushe na kila namna ya ubaya. Pale kuna ubaya unafanyika, barazani pa wenye mizaha. Katika mizaha kuna mtu hakuna kumsifu Mungu. Ni katika kuongea mambo ya udhalilishaji.
ni katika kuongea mambo yasiyo ya hekima. Haleluya. Amen. Pointi ya tatu ni kwamba kufuata neno la Mungu. Timotheo wa pili 3:16. Timotheo wa pili 3:16. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. 17. Ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona kwamba neno la Mungu ndilo linaweza kutufanya kwamba tutunze utakatifu. Ambapo neno nimesema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa katika mafundisho. Lengo kuu kufanyaje basi? Ili kwamba kuwaonya watu makosa yao, kuwaadibisha waenende katika haki. Kwa namna gani unaweza kufanya ili kwamba utunze utakatifu? Ni kukaa katika neno la Mungu, ni kulifuata neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukilifuata neno la Mungu na kukaa katika neno la Mungu, lazima utautunza utakatifu. Kwa maana ukilisoma neno la Mungu, kama ulitaka kuenenda katika njia ya uovu, litakuonya, litakurudisha, litakuweka sawa, litakwambia kwamba huko ambako ulitaka kufanya kwamba mbele za Mungu huyu unampendeza Mungu, haya ambayo ulikuwa unataka kuyafanya kwamba ni dhambi, hilo ni neno la Mungu litakwambia. Ukilifuata utazidi kuwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Pia unaweza kusoma kitabu cha Zaburi ya 119. Unaweza kusoma ukiwa na muda, Zaburi ya 119 na mstari ule wa 11. Anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Neno lako linaosema kwamba usiibe. Neno lako ambalo linasema kwamba usifanye matendo maovu, nimeliweka kwa kuwa liko ndani yangu, sitakutenda dhambi. Kwa neno lako likiwa ndani yako, huwezi ukamtenda dhambi Mungu. Pia ukirudi nyuma mstari wa 10, anasema kwamba namna gani kijana aisafishe njia yake. Anasema ni kukutii na kulifuata neno la Mungu. Vijana mpo? Vijana tupo? Anasema kwamba namna gani uweze kuisafisha njia yako, kwamba ni kwa kutii na kulifuata neno la Mungu.
Pia kumsikiliza Roho Mtakatifu, kumsikiliza Roho Mtakatifu. Moja, tusomee hii ya Luka 12 sura ya 12, kwamba kumsikiliza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, kumsikiliza. Ukimsikiliza kwamba utaweza kutunza utakatifu, hakika utazidi kuwa mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu yeye ndiye aliye msaidizi wetu, ndiye ambaye tumeachiwa kwamba aweze kutusaidia na kutukumbusha mambo ambayo yatupasa kufanya na namna tutakavyoendelea kuishi katika safari ya kwenda mbinguni tukiwa watakatifu, yale ambayo yanatupasa kufanya na yale ambayo hayatupasi kufanya. Yeye Roho wa Mungu ndiye anayetusaidia. Kwa hiyo ukimsikiliza utaweza kutunza utakatifu. Luka 12 mstari wa 11 mpaka wa 12. Neno la Mungu linasemaje? Na watakapowapeleka ninyi mbele ya masinagogi na maliwali na wenye mamlaka, msifadhaike kwa kuwaza maneno yenu jinsi mtakavyojibu au kusema, kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile ya wapasayo kuyasema. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba Roho Mtakatifu saa ile ile ambayo tukutana gumu moyoni, saa ile ile ambayo utakuwa uko njia panda, kwamba nifanye hili au nisilifanye, pale utakapokuwa unataka kufanya uovu wa kila namna, basi Roho Mtakatifu anasema kwamba saa ile ile yeye sauti yake tu itakuja, kwa sababu ndiyo kazi yake kwa wewe ambaye umemwamini Kristo. Atakukumbusha kwamba fanya hivi, na ukisikia ile sauti utazidi kuwa uweponi mwa Bwana, kwa maana yeye ndiye anayetufundisha, ndiye anayetukumbusha namna gani yatupasa kuishi tukiutunza utakatifu. Faida ya kutunza utakatifu: namba 1, hupendeza machoni mwa Mungu. Zaburi 16 mstari wa 3, hupendeza machoni mwa Mungu. Faida ya kutunza utakatifu, faida ya kutunza utakatifu, namba 1, kwamba hupendeza machoni mwa Mungu. Zaburi 16 mstari wa 3, neno la Mungu nasema, watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Watakatifu waliopo duniani, hao ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Watakatifu tu ambao wako duniani, wanaoenenda sawasawa na hayo mambo ambayo tumeyasoma kwamba ukiyafuata ndiyo yatakayokufanya uwe mtakatifu. Sasa kwamba wao watampendeza Mungu, na katika kumpendeza Mungu basi watajichotea baraka kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unayependezwa naye, yani au wewe mtu ambaye unapendezwa naye, Bwana Yesu asifiwe, unaweza ukamwazia ubaya. Si utakuwa unampa zawadi mtu ambaye unapendezwa naye, utakuwa unamwombea ili ya kwamba afanikiwe. Na Mungu ndivyo alivyo, kwa kuwa unapendezwa naye, wewe ulio mtakatifu, basi utajitwalia baraka kutoka kwa Mungu, kwa sababu lazima kuwazie mema.
ingine kwamba ni tiketi ya kumuona Bwana. Waebrania 12:14 ni tiketi ya kumuona Bwana. Yaani ukiwa mtakatifu basi wewe utamuona Bwana. Ni neno la Mungu jinsi linavyosema, ukiwa mtakatifu utamuona Bwana. Ukiwa mtakatifu utamuona Bwana. Waebrania naam. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Amina. Anasema tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao tuko tunajifunza kwamba pasipo huo utakatifu hakuna mtu ambaye ataweza kumwona Bwana. Kwa hiyo kwa utakatifu tu tutamuona Bwana. Kwa kufanya matendo yaliyo mema tutamuona Bwana. Na tiketi ya kumuona Bwana ni utakatifu. Sio kuja kwamba nimekuja kwenye ibada, kwamba nimehudhuria kwenye ibada tu. Hafu ukitoka nje unaenda kutenda matendo mabaya. Kwamba na wewe unakaa unajihesabia kwamba mimi nitamuona Bwana. Anasema kwamba sio wote wasemao Bwana Bwana kwamba wataweza kumuona huyo Bwana wanamsemea. Kwa sababu naweza kusema huku ambao unayatenda sirini ni ajabu sana ambayo hayampendezi Mungu. Anasema kwa utakatifu tu ndiko kuliko tiketi ya kumuona Bwana. Pia Mungu hulipa matakatifu pia. Kwa yeye aliye mtakatifu atalipwa utakatifu. Tunapoenda kumalizia tu basi tusome kitabu cha Ufunuo 22:11-12. Kitabu cha Ufunuo sura ya 11 mstari wa 12. Kitabu cha Ufunuo ishirini na mbili 11 mstari wa 11 mpaka mstari wa 12. Ndio nasema 12:11. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu. Na mwenye haki azidi kufanya haki. Na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema kwamba na mtakatifu, mstari huu anasema kwamba na mtakatifu azidi kutakasa, naja upesi kumlipa kila mtu sawasawa, kumlipa ujira kila mtu sawasawa na kazi yake. Ndio maana ameanza na kusema mwenye kudhulumu na yeye atadhulumiwa, atalipwa. Maana yake anasema na kuja upesi kumlipa kila mtu. Kama ulidhulumu, basi katika kudhulumu na wewe utadhulumiwa. Kama ulitakasa, yani kama ulivyoambiwa wewe mtakatifu uzidi kutakasa, basi na wewe pia kama ulivyokuwa mtakatifu na wewe utalipwa yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumalizie na kitabu cha Wagalatia 6. Wagalatia 6 Wagalatia
6 mstari wa 7 hadi 9. Neno kutunza utakatifu. 6 mstari wa 7 hadi 9. Ndiko linasema, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwamba msidanganyike, Mungu hazihakiwi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu hazihakiwi kamwe, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa maana mtu akipanda kwa mwili, kwamba katika mwili atavuna uharibifu. Mungu hazihakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda uovu katika mwili, ukishindwa kuwa mtakatifu, maana yake sasa umepanda yale matendo ambayo unayatenda, yale maovu. Maana yake ni kama zao umepanda, na utegemea kwamba ukipanda mahindi uje uvune maharage. Hiyo haiwezekani. Anasema Mungu hazihakiwi. Chochote mtu akipandacho ndicho atakachovuna. Ukipanda uovu utavuna uovu. Ukipanda wema utavuna huo wema. Ni neno la Mungu liko wazi, linasema kwamba yeye apandaye kwa mwili, kwamba matendo ya mwili, yeye apandaye matendo ya mwili, yale matendo mabaya anayoyafanya ni yapo katika sehemu ya mwili, basi katika mwili atavuna uharibifu. Ni uharibifu ambao mtu huyo utampata. Kwa neno Mungu linaweka wazi kabisa. Pia anasema kwamba na yeye apandaye katika Roho, katika Roho yake atavuna uzima wa milele. Mtenda mema. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri wasio haki, huyo ambaye hakuketi barazani pa wenye mizaha, ambaye kusimama katika njia ya wakosaji, ambaye amejitenga na ubaya wa kila namna. Huyo ndiye atakayevuna uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, kanisa la Mungu. Amen. Na anasemaje hapo kwamba mstari wa 9, na Mungu anasema kwamba tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Ni katika kutunza utakatifu. Najua kwamba yapo makwazo ya kutunza utakatifu. Vipo vikwazo vya kutunza utakatifu. Sio jambo la lelemama.
kama unavyofikiria katika ulimwengu wa kimwili, sio jambo la lelemavu kutunza utakatifu. Kwa maana pasipo kumshirikisha Mungu huwezi kutunza utakatifu. Pasipo kumwomba Mungu huwezi kutunza utakatifu. Lakini anasema tusichoke, tumwombe Mungu. Tumwombe Mungu atuongezee imani, kama wanafunzi wake walivyoona kwamba neno alilolisema kwamba ni gumu, wakasema Bwana tuongezee imani. Kwa maana sisi tutawezaje? Mtu anatukosea mara 7, anatukosea tu hilo kosa, bado nakuja tu tumsamehe. Muda huo sisi tutawezaje? Wakasema kwamba Bwana tunaomba utuongezee imani. Kwa maana neno Mungu nasema kwamba tutalipwa tusipozimia mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Tutalipwa tusipozimia mioyo. Acha watu wakuseme, acha watu waseme kwamba fulani hayuko sawa. Acha watu waseme maneno, kwa sababu hayo hayana budi kuja. Lakini ukijua tu mimi siku zote nimekaa nikilinda namna gani nisimuuzi Bwana, ndiko kuutunza utakatifu, ya kwamba kuna siku inakuja, wanasema kwamba ninakuja upesi. Ni siku ambayo huijui, ni siku ambayo mimi sijui, kukulipa kwa utakatifu ambao umejibidisha kuwa nao. Kwa hiyo tujifunze kuwa na utakatifu, tutunze utakatifu ambao ndio tiketi ya kumwona Bwana. Maana pasipokuwa na huo, yani ni sawasawa na bure. Kama huko ukitoka hapa unaenda kutenda mambo ya ajabu yasiyompendeza Mungu, ni sawasawa na bure. Mungu hapendezwi na mtu ambaye ni vuguvugu. Mungu hapendezwi naye kabisa. Kwa hiyo kama neno lisemavyo kwamba tuwe watakatifu, tujifunze kuulinda utakatifu, tukimshirikisha Roho atusaidie, tukimwomba Mungu atuongeze imani, namna gani tutaweza kuepuka makwazo. Lakini wakati mwingine yawezekana upo hapa, wala katika somo hili ambalo tumejifunza, wewe huwi mtu wa utakatifu, hu mtu mtakatifu, basi unakaribishwa mahali hapa ya kwamba uje uombewe, uje madhabahuni kwa Mungu, watumishi wakuombee, kwamba mimi kulingana na labda na somo, nikitazama maisha yangu jinsi ninavyoenenda, ni kweli ibadani ninafika, ni kweli wakati mwingine mchango ninatoa, lakini vipi hili ambalo limeguswa kwamba nikitoka huku hapa naenda kufanya lile, unajua kwamba sio linampendeza Mungu. Hakuna utakatifu wa namna hiyo, kwa sababu Mungu hapendezwi na mtu vuguvugu. Kwa hivyo kama upo, na kwamba watumishi wa Mungu waweze kukuombea, kwamba ili Mungu na yeye akuweke katika familia yake ya walio watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Karibu sana.
Wakati mwingine unahisi lakini kumbuka tukiwa siku moja ambapo utakuwa mwenyewe, utakumbuka ya kwamba siku ile niliambiwa nikashupaza shingo. Siku ile niliambiwa na mtu mdogo kabisa, lakini nikashupaza shingo. Bado unaweza kukumbuka nafasi usipate tena, ambapo una kila namna. Alipoona kwamba mambo ni magumu kule, akadiriki kuomba nafasi ya kwamba hata basi apewe msaada, lakini aliambiwa ulipokuwa duniani watu walisema sana. Ulipokuwa duniani watumishi wa Mungu wamenena kwa habari ya kumtuku, wamenena kwa habari ya kumpa Mungu maisha, lakini wewe ulienenda katika ubaya. Sasa huna nafasi ndio kama hii. Kwa maana unaona kwamba unafanya mambo yako sawa, utavuka unabadilisha sana. Unafanya Mungu kwamba unakamilisha maisha yako. Siwezi bila wewe.